Nashukuru Mungu kwa sababu ya wanangu wamekuja kutuona. Nami nawaombea waendelee kuwa na wazima. Mungu endelee kuwalinda, wape afya na nguvu za kufanya kazi. Sina cha kuwapa ila ni shukrani. Mungu azidi kuwaongoza na kuwalinda na kuwapa uwezo wa kufanya kazi. Zaidi ya hayo waweze kwenda kila mahali wapendapo kwa sababu ya uwezo wako Mungu Baba. Kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako zilizokuwa Baba, endelea kuwafundisha zaidi jinsi watakavyokutumikia kila mahali waingiapo watakapotoka. Nakushukuru jinsi Kama si what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see, come and see, come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see, oh, come and see, come and see, oh, come and Baba wa milele, endelea kutawala maisha yao yawe huru. Bila shaka watakurudishia wewe mgeni, wewe kweli mema yaliyokuwa mbele yako. Asante kwa sababu ya upendo wako na huruma zako zisizokuu. Waongoze, wawezeshe wawe huru jana na usiku. Zaidi namwombea ndugu yangu Kingi, zidi kumpa afya na nguvu, zidi kumpa hekima na maarifa. Anapokwenda sikulini, ende akapate nguvu zaidi za kuendelea kukutaja wewe Mungu wa kweli. Sina mengi hayo, Mungu wao. Amen. Wajukuu wangu wote, wengine wako bara, wengine wako pwani, na kila mmoja na kazi yake anayofanya. Lakini wakati mwingine huja wakaniona, sisi waliacha kitambo hawajaja, lakini karibu watakuja. Kila mmoja jana alikuwa akizungumza katika simu kwamba atakuja Disemba kutoka Amerika. Wote ni wajukuu wangu hao. Kwa hiyo kazi yangu ni kuwaombea Mungu awalinde na awape hekima na maarifa, kwa sababu kila mmoja ana kazi yake. Hayo machache, Mungu awabariki. Baba mtakatifu mwenye nguvu, kila mmoja anayetaka tafuta ambacho
Hii na broadcast jioni. Mimi kwa leo nasikia raha sana. Huku hii nasherehekea na babu yangu huku Kinani Village. Babu yani best yangu kuruka. Ani hana nitakajo mgiti nasikia tu roho ina. Roho yani huwa inanipiga piga kinitakajo mgiti. Kajo mgiti wa babu nimbirawira. Nimbirawira mgiti wa babu, kajo mgiti wa babu amba nimbirani. Kajo mgiti kajo. Mawani. Ha? Mawani. Kwa wakajo mgiti. Ndio ndio wote. Hai babe, mbona unaniruka rero? Abamimo kimanya ngugwe. Abamimo kimanya ngugwe. Kulawa mabila kaumera. Nora mulungu mbende yumbizo. Mimi naitwa Jonia, mzaliwa wa hapa na ule mwenye nywele nyeupe ndiye baba. MCA women rep mwite anything. Hapo na wimbo angetaka kutuambia wao utadance kidogo. Dance kidogo hiyo. Yohana 10:5 na kifungu cha 7. Yesu alisema, mtu akiwa ndani yangu, maneno yangu yakiwa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Mungu hana choyo. Mwanadamu ndiye mwenye choyo, lakini Mungu hana choyo. Watu wote ni lazima wawe na hali moja katika dunia, kwa sababu uzuri ndio Mungu anaupenda, ubaya hana haja nao. Waraka wa Yohana wa kwanza 3:15. Waraka wa Yohana wa kwanza na 3:15. Lazima watu wawe na uzima wa milele, kwa sababu ndio ahadi ya Mungu kwamba mwanadamu lazima apate uzima wa milele. Yohana 19 na kifungu 34. Askari mmoja alimdunga mkuki mbavuni, akatoka maji na damu, na hiyo ndio wokovu ulivyoanza kuingia katika dunia. Wanatoka hapo ilikuwa hakuna njia yoyote. Hayo machache, Mungu ayabariki. Huyu anaitwa Faith. Faith ni mtoto wa Otero na Kajo. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I am going to sing a song entitled Priceless Treasure. I am a priceless treasure.
God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better, forgiven and chosen forever. I am a treasure. Oh, oh. Alienda na staili zote za Mkomani. Baba mtakatifu, Jehova Mungu uishiye milele, uwe pamoja na familia yangu, uwalinde na hatari zilizoko ulimwenguni, walalapo, watokapo nje na kwenda huko na huko. Malaika wako mlinzi Mungu Baba atembee pamoja nao na kuwaokoa na hila za Shetani na ujanja wake wote. Bariki maisha yao, bariki kazi zao, ziendelee kustawi na kuwasaidia wapate kula na kunywa na kusaza, na wale walio na mahitaji uende ukawapatie mahitaji, nao mwisho watakupa sifa wewe Mungu wa kweli, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Jioni ya leo nashukuru Bwana kwa nafasi amenipatia kusimama mbele ya Bishop na generation yake. Hii jamii ni kubwa na niliona juzi vile mlivyotenda vizuri. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, in your own WhatsApp groups, shikaneni zaidi na zaidi. Bwana asifiwe. Jamii nyingi ziko na welfare ya nguvu, na hii ni wazo tu niko nalo kwa in our WhatsApp group, maybe as the sons and daughters of baba, as wajukuu, najua mko na wali yenu. Tianeni moyo, mtembeleane na mkue na kiti. Bwana asifiwe. Put something in the kiti for any eventuality. Bwana asifiwe. Wakati mwingine vitu vinatutendekea, hatuna pesa, tunaishi kana kwamba hatukuwa na hekima, but God has given us wisdom because Jesus Christ lives in us. Tunda najua. Nashukuru babu kwa kunipenda, kwa kunilea. Yaani na appreciate. Manti wasimame. Pasi babu yetu, baba yetu aongee tu kidogo, alafu pia atupatie atuombee, alafu tutakuwa na photo session. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Nashukuru sana kwa sababu ya Mungu kwa pamoja nami. Ijapokuwa ulimwengu umenionea, lakini Mungu yuko pamoja nami. Shida iliyopita nilikuwa sina la kufanya, lakini nilikuwa namtazama Mungu mwenyewe. Naishi maisha ya kutopigana na mtu, kutoka kumriki hata sasa. Wacha kofi hata konde. Watu walikuwa wakiniita gude, mjinga, yaani mtu mjinga. Lakini nikaona ni afadhali niitwe mjinga, lakini nipate kuishi maisha marefu. Wengine huniuliza, wanasema una miaka mingapi? Nikamwambia mimi sijui, lakini daktari aliandika miaka 90. Kwa hivyo nikaona inaweza kuwa sawa, kwa sababu watu zamani walikuwa wakizaa watoto hawaandiki miaka. Nikasema si neno. Kwa hivyo maisha yangu yakuwa ni maisha ya kupendana na watu. Hata kwa kazini pia ilikuwa mara nyingi nilichaguliwa. Huko Kilindini chaguliwa kusimamia watu, wakati mwingine mmoja. Hata walikuwa wakiniita jina, wanaita Mzungu wa Shuka, kwa sababu alikuwa yule chifu Kago
kifukaga yule mzungu mwenye kusimamia meli nzima, mzigo inakwenda Cape Town na Kala, watu hawajui inaenda wapi, wanachanganya. Alikuwa nimetoka nimekwenda haja, ambwa mwote mzungu wa shuka. Waka haja nimuulize, bwana wasemaje? Nasema hii ni mali inakwenda na Kala, hii inakwenda Cape Town. Basi ile sarangi mkubwa hajui anaanza kukutoa ukali, na mbona hao masarangi wadogo natoa ukali nao ulikuwa toka hapo ufanyalo. Basi nilikuwa ni bahati yangu kuendelea. Hata wakati alipokuwa majaji hapa Kizuruni wanavashuka na hawajui chochote, mzungu anaitwa Molanda kutoka Kongo aliandika na Mwingereza, mimi nikaandika short application. Basi mzungu alinitafuta kama kisu kilichopotea. Mpaka akapata mdogo wangu aliyechukuliwa huku upande wa Tezo. Kwa akampa hiyo barua. Nikisoma. Nikitaka niende, mama anasema majaji wanaroba maguu. Mtu afungwe ukaroba mguu. Basi nilikuwa nikitii neno la mzazi wangu. Sikwenda, nimechaguliwa mara nyingi sana, sehemu nyingi, lakini sikwenda sababu nilikuwa ninasimamia habari ya shamba. Ndio muonavyo hiyo midude inasimama, hiyo ni kazi ya mkono wangu. Mtu mwingine singeendelea hivyo, lakini kwa nashukuru kwa sababu Mungu aliponichagua na kunipenda alinipa kizazi bila kutafuta dawa kwa daktari huyu atafanya nini. Alinipa kizazi nami nikawa namshukuru. Kwa hivyo kuna mengi, lakini siwezi kuendelea maana kumekuchwa. Sipokuwa tuombe. Baba Jehova mtakatifu, uishe milele usiyebadilika. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya kuniletea familia yangu yote na hata wasiokuwa familia yangu, kwa kuniona na kuwa pamoja nami kwa shida iliyopita. Na waombea Mungu Baba ukawalinde na hatari zilizojaa ulimwenguni sasa. Vile watakavyotoka mahali hapa, vile vyombo vyote watakavyosalia, nenda Mungu Baba ukafunike mbawa zako viwe chini ya kivuli chako. Ukituma mwanajeshi wako ambaye ni malaika atangulie mbele na kuharibu takataka zote za yule mwovu Ibilisi. Waende huru kila mmoja kufika nyumbani kwake salama. Sifa zote na utukufu Mungu Baba watakurudishia wewe, Mungu wa kweli. Nimeomba hayo machache nikiamini Mungu Baba safari yao na usalama kuanzia sasa mpaka mwisho, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba. Amen. Babu, unaambia nini wajukuu wako na vitukuu? Nawaona. Unawaambia nini? Unawaambia nini? Si Mungu awalinde. Mungu awalinde. Mungu awalinde, wapitishe mitihani yao watakayofanya. Kijana huyu ambaye kama mimi kijana mziki yangu kwa jumla, ahoya ukaruka Mungu kamulinde na hatari zote za ulimwenguni, kama nana na ujumewe maendelee kupata. Amina. Kula mwanzo hata mwisho. Sifa na utukufu ni za kwako. Zila kwako. Ndoka hande miujiza na ishara. Amen. Sawe.
ni gift vocha. Ni mapen unatala hata ulale. Na bagaga mo na malogalole. Gaga ni pesa undatala hata ulale na malogulirwe friji. Ama na malogulirwe niwe. No friji. Friji tawa nyukale na toku kurehera samaki za Kilifi na mayogati na maziwa mala na makeki utoe kulia mlumangu kuliwe friji ama na malo kulirwe niwe No friji. Pastor Dickson ya familia yangu yote ambayo iko katika dunia bara na pwani, wako famili zangu zote, wake na waume wote ni watoto wangu na wajukuu na vitukuu, kwa sababu siku zimekwenda nyingi. Kazi ya kufuga si kazi rahisi, ni kazi iliyo ngumu. Kwa hiyo niliyokutana nayo ni makubwa, magumu, mpaka kufika wakati huu nywele zimekuwa nyeupe. Wakati umekwenda mbali sana. Sio baki ni Mungu peke yake ndiye anafanya hiyo kazi ya kulinda na kuongoza toka mwanzo hata mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunasherehekea kuzaliwa na Dakazo, Debora na Super Hope, lakini pia tunaelekea watu wetu. Tumefurahi sana kama wajukuu. Leo ni leo, sisi pamoja tunafurahia tunakwenda kusherehekea mabiashara, lakini zaidi pia enjoy mission yao. We celebrate him and we are here to give thanks to the Lord for the great things that we've done in this family. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Pia tunasherehekea birthday ya Tazo Otero, kuna Debora, na pia tunamcelebrate mzee Dickson ya Mungu ameweza kumuhifadhi na kumpa miaka mingi ya kuishi. Tunampenda na tunafurahi, sifa na utukufu ni kwa Mungu. Hello, I'm Naomi Mdibo, the daughter of Harriet Mdibo, and I'm happy to be with my grandfather, and also I brought Leo to meet his great-grandfather. I love it, and today we are celebrating. Wajukuu wangu wote, wengine wako bara, wengine wako pwani, na kila mmoja na kazi yake anayofanya, lakini wakati mwingine huja wakaniona. Sisi waliacha kitambo hawajaja, lakini karibu watakuja. Hata mmoja jana alikuwa akizungumza katika simu kwamba atakuja Disemba kutoka Amerika. Wote ni wajukuu wangu hao. Kwa hivyo kazi yangu ni kuwaombea Mungu awalinde na awape hekima na maarifa, kwa sababu kila mmoja ana kazi yake. Hayo machache, Mungu awabariki.
hapa ni mahali pa mtumishi Manuel Manule ambaye kwamba alikuwa mwanafunzi wangu na ndugu yangu. Lakini Mungu akanaongoza kwa kumtia kwa Yesu, na akakubali na akawa sasa ni mwanafunzi wa Yesu. Toka hapo mpaka sasa anaendelea na kufanya hiyo kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ambariki na kumwendelea kumwongoza.